ingekuwa ni vizuri kujua kwanza wokovu maana yake nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Uweze ukajifunza faida za kitu ambacho haujajua kinamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri kwanza tukajifunza wokovu maana yake nini, alafu baada ya hapo tutajua ya kuwa je, kuna faida gani za kuishi au za kufuata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapozungumzia neno wokovu, ndio nimeanza. Unapozungumzia neno wokovu, katika wokovu kuna vitu viwili vya msingi. Unaweza wewe ukaviongezea vitu vya kwako, lakini mimi nimeweka vitu viwili vikubwa vya msingi. Cha kwanza ni msalaba, la pili ni ufufuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ni msalaba, la pili ni ufufuo. Vitu hivi ni vitu vya msingi sana katika neno wokovu. Hatuna wokovu kama usinge kuwepo msalaba. Lakini pia hatuna wokovu kama lisinge kuwepo neno ufufuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakueleza kwa nini nimeviweka vitu hivi kwamba ni vya msingi sana tunapoifahamu maana ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukirudi katika neno msalaba, ni neno ambalo tumezoea na tunalifahamu na tunalitumia sana. Lakini mara nyingi pia tumekuwa tukiimba msalaba wa Yesu, msalaba wa Yesu. Lakini neno hili lina msingi mkubwa sana katika wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema hivi ya kwamba wakati Yesu alipokuwa akisulubiwa, ishara ile ilikuwa ni ishara ambayo ilimaanisha ya kuwa katika Agano la Kale neno msalaba au mtu aliyekuwa anasulubiwa ni mtu ambaye alikuwa amekataliwa, ameshindikana. Ni mtu ambaye alikuwa ni mhalifu kupindukia, alikuwa anasulubiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipokuwa wamemshindwa kabisa, adhabu ya mwisho ambayo Wayahudi walikuwa wakiifanya ni hiyo, mtu alikuwa anasulubiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukijifunza habari za Yesu mwenyewe, tunapozungumzia wokovu au faida, somo utakaojifunza faida za wokovu au wokovu, tutaenda tukihusianisha sana pia na Pasaka, kwa sababu sisi tumepata wokovu kupitia Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Pasaka haikuanza Agano Jipya, Pasaka ilianza Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaenda tukijifunza tutapata kuelewa vizuri. Kwa hiyo neno msalaba ni neno la msingi sana kwetu, na kupitia msalaba sisi ndipo ambapo tulipata wokovu. Maandiko yanasema hivi kwamba Yesu alipokuwa akisulubiwa, wakati anapokaribia kuikata roho, maandiko yanasema hivi kwamba akasema, Mungu wangu, ninaomba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kilikuwa ni kitendo ambacho kilidhihirisha ya kuwa sisi tulikuwa wenye dhambi. Lakini pamoja na kuwa na dhambi, bado Yesu alikubali kutubebea udhaifu wetu. Alikubali kutubebea yale ambayo tulikuwa nayo. Kwa sababu hata kama Yesu angekuwa anasulubiwa, hakuwa na kosa lolote. Hakufanya dhambi yoyote. Hakuwa na udhaifu wowote. Maisha ya Yesu yalikuwa matakatifu kuanzia alipokuwa akizaliwa. Kwa sababu kwanza alijazwa au alikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu kabla hajazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunajifunza hapa kwamba neno msalaba tunaungamanisha au tunayakusanya mateso yote ambayo Yesu aliyapata. Dhiki na shida. Mateso ya Yesu hayakuanzia pale tu alipokamatwa. Watafiti wengine wa Biblia wanasema hivi kwamba mateso ya Yesu yalianzia hata kabla hajakamatwa. Kwanza kabisa alikuwa na msongo wa mawazo kwa habari ya kile ambacho anaenda kukutana nacho. Kwa sababu kumbuka, Yesu wakati ule maandiko yanasema hivi kwamba alikuwa na 100% mwanadamu, lakini pia 100% alikuwa na uungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alikuwa ana uwezo wa kufikiri kama sisi, lakini pia alikuwa na uwezo wa kuwaza kama sisi. Yumkini kuna jambo ambalo liliwahi kukuumiza sana, ukawa unawaza itakuwaje kwenye jambo lile. Hata Yesu wakati anauelekea msalaba ilikuwa ni hivyo. Na ndio maana siku moja wakati anaenda kuomba,
neno la Mungu linasema hivi kwamba akaomba akasema, ikiwezekana Baba, kikombe hiki kiniepuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mateso ya Yesu hayakuanzia pale alipokamatwa. Mateso ya Yesu yalianzia kabla hata hajakamatwa. Alikuwa anawaza adhabu ile, kwa sababu aliandikiwa ya kuwa ni mtu atakayepigwa na kujeruhiwa zaidi ya wanadamu wote. Kwa hiyo alikuwa anawaza itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anawaza mambo yatakayomkuta yatakuwa mambo gani. Na ndio maana siku moja wakati yupo kwenye kuomba, alipokuwa akiendelea sana kuomba, machozi yake yaligeuka kuwa damu. Kwa nini yaligeuka kuwa damu?